بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد. Jana tuliishia kwenye mwisho wa mukaddima. Nasema tutakuja kuanza masala ya mwanzo katika masala ambayo walikuwa nayo ahli jahiliya kabla ya kutumwa mtume alayhi salatu wassalam. Lakini aljahiliya kwanza, kabla ya kusoma ni bora tufahamu kitabu kina makusudio gani. Masailu ni jamu ya mas'ala. Masail ni jamu ya neno mas'ala. Mas'ala ni mufrad, jamu yake ni masailu. Na aljahiliya tu ina maana mbili. Ima nisbatun ila aljahli wa huwa adamu alilmi, ima ni kunasibishwa kitu na ujinga nako ni kukosa elimu. Na kisha kuna aljahiliya ambayo ni adamu alilmi, kukosa ule ubusara na upole. Mfano Allah aliposema kuhusu watu wa Lut, walutan idh qala liqaumihi atatuna alfahishata wa antum tubsirun a innakum latatuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisa bal antum qaumun tajhalun. Mahallu shahidi, bali nyinyi ni watu ambao ni wajinga. Hawa watu ambao walikuwa waambiwa kuwa ni wajinga sio kuwa hawana akili, la, ilikuwa ile jahala yao au ujinga wao si ujinga wa kukosa elimu, ni ujinga wa kukosa hikma na busara, kiasi ambacho waligeuza mambo kama wanavyosema kuwa vice kinyume. Sasa nadhani hayo tumeyafahamu. Sasa katika hayo masala yaliyokuwa ni mengi ambayo ni masailu, ambayo mufradi yake ni masala ya mwanzo, al-mas'alatul ula. Nadhani hapo tumefahamiana kuwa kuna ujinga wa mtu kuwa kakosa busara na kuna ujinga wa mtu ambao kakosa nini? Elimu. Sasa ujinga ambao walikuwa wanakusudia watu wa Luthi sio hawana elimu, hawana maarifa, ni watu wazima, lakini ilikuwa hawana busara na hikma. Na hikma ni wad'u shay'i fi mawdi'ihi al-la'iq bihi, ni kuliweka jambo katika sehemu yake ambayo hiyo sehemu yaendana na hilo jambo. Hiyo ndio hikma. Hiyo ndio hikma, na sio kwamba labda mtu aambiwe kwa huyu jamaa bwana ana hikma sana, kwa hiyo akizungumza apamba maneno, labda akizungumza eti labda afanya nini, afanya mapambo katika maneno yake. La, sometimes mtu anaweza akapandisha sauti alafu ikawa hiyo ndio hikma, kama anavyosema kuwa Waarabu wa shiddatu fi makaniha hikmatun, ukali unapungua katika sehemu yake ndio hikma. Basi na kurefusha mazungumzo, al-mas'alatul ula. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له: المسألة الأولى مسألة يا مانزو أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته. alikuwa wao walikuwa au ahlul jahiliya yataabaduna biishraki as-salihin fi du'a illahi, wanaabudu Allah kwa kufanya shirki kwa watu wema, fi du'a illahi, katika kumwomba Allah. Walikuwa wakifanya shirki kwa watu wema alafu walikuwa wanamuomba Allah. Alikuwa wakiulizwa nini? Sisi bwana tunajenga njia ya kwa Allah, kama wanavyosema asufia ya kuwa sisi bwana hatukusudii hawa, bali hawa ni wasila wa kutufikisha kwa Allah. Wakasahau kuwa Allah kasema, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani. Kisha waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah hakuweka wasita kuwa eti mimi huwezi ukanifikia, yani kwa vovote vile mpaka kusimja fulani, la,
katika itikadi zao, annahum yata'abbaduna bi ishraki salihina fi du'a'i llahi wa ibadatihi, walikuwa wao wakimwabudu Allah kwa kufanya shirki kwa waja wema, kwa kumuomba Allah fi du'a'i llahi, kwenye kumuomba Allah, wa ibadatihi, na kumwabudu yeye Allah. Yuriduna shafa'atahum 'inda Allahi, kisha madai yao sasa walikuwa wakitaka uombezi wao mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wafanya hivyo, wataka uombezi wao mbele ya Allah, lidhannihim anna Allah yuhibbu dhalika, kwa kule kudhania kwao kuwa Allah apenda jambo hilo. Kwa nadhania kuwa Allah anapenda, sisi hatuwezi kutafuta kwa Allah isipokuwa tumpitie Allah, lakini kwa njia ya wasi kwa hawaja wasi, na Allah anapenda kwa fikra zao. Wa anna as-salihina yuhibbunahu, na kwamba hao waja wema hao yuhibbunahu, walikuwa wakimpenda Allah. Wao walikuwa wakimpenda Allah, ndo madai yao. Allah anapenda tuombe hawa waja wema, na hawa wema walikuwa wakimpenda Allah. Wanakuwa kusababia at-tawafuq baina Allah wa baina as-salihin, sababia kuwafikiana baina ya Allah na hawa waja wema, ni sawa tu. Kama qala ta'ala, kama alivyosema Allah aliyakuwa ametukuka, wa yaabuduna min duni llahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum, na wanaabudia kinyume na Allah ma, yale ambayo la yadhurruhum, hayawadhuru wao, wala yanfa'uhum, wala hayawanufaishi. Wayaqulun, na walikuwa wakisema sasa shafanya hivyo, haulai shufa'auna 'inda Allah, hawa ndio waombezi wetu mbele ya Allah. Wayabuduna min duni llahi, na walikuwa wakiabudia wao kinyume cha Allah, ma la yadhurruhum, mambo ambayo walikuwa hayawadhuru wao, wala yanfa'uhum, wala hayawanufaishi. Kisha baada ya hapo, wayaqulun, walikuwa wakisema haulai shufa'auna 'inda Allah, hawa wakishafanya hivyo wanakaa wanasema hawa ni waombezi wetu sisi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini mambo waliyafanya kinyume, kwa sababu sio hivyo. Waqala ta'ala, na amesema Allah mtukufu, walladhina takhadhu min dunihi awliyaa ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, na wale ambao wamefanya kinyume cha Allah kuwa vipenzi, auliyaa, vipenzi. Auliyaa kubwa walikuwa wakisema naabuduhum, hatuwaabudu hawa, illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, isipokuwa tukaribisha kwa Allah, tuwe karibu naye Allah. Yani makusudia kuwa sisi tumwabudu Allah kwa kupitia wasi kwa viumbe hawa, wao wanatuweka karibu na Allah. Aya ambayo imetangulia nyuma, Khalid bin Maswali, yajuzu kutoa istidlali aya hii kumwambia mshirikina wa muda huu? Yafaa? Yaani nauliza hapo, yani je, yafaa kumwambia mshirikina wa muda huu kupitia hii aya? Na Allah alikuwa akielezea washirikina wa enzi hizo. Yafaa? Naam, hiyo ndio sawa. Ni kwamba pia watu wa usul wanasema kuwa al-ibratu bi umumi lafdhi la bi khususi sababi. Al-ibratu bi umumi lafdhi la bi khususi sababi, mazingatio ni kwa kuenea lafdhi, tamshi. Ukisema kuhusu ushirikina, aingie kila mshirikina, hakuja kuwa mshirikina fulani. Kwa hiyo kadhalika yajuzu kustadili aya hii, hata kama Allah alikuwa akiwazungumzia wao, yajuzu kuwazungumzia wazama hizi, sababu pia ni washirikina. Kile kilichofanya wao waambiwe hivi, nao pia wapo nacho. Wa hadhihi a'dhamu mas'alatin khalafahum fiha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, sema na jambo hili ni katika yale yaliyokuwa makubwa katika masala ambayo khalafahum fiha Rasulullah, alikuja mtume akawahalifu.
khalafahum fiha Rasulullah aliwakhalifu mtume alayhi salatu wassalam. Wa hadhihi mas'ala a'zamu mas'alatin, ni mas'ala yaliyokuwa makubwa. Khalafahum fiha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mas'ala ambayo mtume alikuja akawakhalifu alayhi salatu wassalam. Baada ya kuja na ufunuo wa ushirikina wao, faata bil ikhlas, mtume akawaletea ikhlas. Kwa nini? Watakiwa kumtakasi Allah ibada na wala msimshirikishe Allah. Wa akhbara annahu dinullahi alladhi arsala bihi jami'a ar-rusuli, na akatoa habari mtume kuwa hiyo ikhlas hiyo, annahu dhamiri yarji'u hiyo ikhlas, kuwa hiyo ikhlas dinullahi ni dini ya Allah, alladhi, dini ambayo, au ikhlasi ambayo, au kupitia ikhlasi ambayo, arsala bihi jami'a ar-rusuli, ametuma Allah mitume yote. Ndio maana Allah anasema walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Na anasema kadhalika ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ndio nyingine pia ana fattaqun. Kwa manabii wote walikuwa wakilingania katika ikhlas, na mitume wote walikuwa wakilingania katika ikhlas. Kuna mtu ambaye alikuwa anakuja na sheria katika mitume wa Allah, kisha katika hizo sheria kusiwepo na ikhlas, hamna. Au katika hizo sheria kukawa hakujakanusha ndani yake ushirikina, hamna. Wa annahu la yaqbalu min al-a'mali illa al-khalis, wa annahu la yaqbalu min al-a'mali illa al-khalis, na kama mambo yalivyo, la yaqbalu min al-a'mali, Allah hakubali katika amal illa al-khalis, isipokuwa amal ambayo imetakasika, atakasiwa yeye peke yake. Waliposema Allah katika hadithi al-Qudusi ya kuwa ana aghna shurakai ani shirki. Kwa hiyo kama tulivyoona kwenye hadithi, kwa Allah asema kuwa yeye kajitosheleza na nafasi kutokana na nini? Shirikina. Kisha akasema kuwa atakayefanya amali kisha akachanganya katika hiyo amali yake mimi na asiyokuwa mimi, taraktuhu wa shirkahu, nitamwacha yeye na ushirikina wake. Wa akhbara anna man fa'ala mastahsanu faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar. Wa akhbara, na akatoa habari, anna man fa'ala mastahsanu, yule ambaye atafanya yale ambayo waliyafanya mazuri au waliona mazuri au watu wa jahiliya. Wa akhbara anna man fa'ala mastahsanu, na akatoa habari mtume kuwa yule ambaye atafanya yale ambayo waliona mazuri ahlul jahiliya, faqad harrama Allahu alayhi aljanna, Allah mtu huyo anakuwa kashamharamishia yeye nini? Pepo. Wa ma'wahu an-nar, na mafikio yake yeye an-nar, ni motoni. Wal iyadhu billah, tuombe Allah atuepushe na moto, maana mtihani. Wa hadhihi hiya al-mas'alatu allati tafarraqa an-nasu li ajliha baina muslimin wa kafirin. Wa hadhihi hiya al-mas'ala, na haya ndiyo mas'ala allati, mas'ala ambayo tafarraqa an-nasu li ajliha, walifariqiana watu, yani walitengana watu, li ajliha, kwa ajili ya mas'ala haya, baina muslimin wa kafiri, baina ya muislamu na kafiri. Maana kuwa kama alivyosema Sheikh Muhammad wa Amani al-Jami, Allah amrehemu, yambaghi alaina an nafhama annahu, alianza kusema kuwa yapasa kwetu sisi tufahamu, annahu, kwamba mambo yalivyo, la islama bila tauhidi, hakuna uislamu pasi na tauhidi, hakuna uislamu pasi na tauhidi. Na tauhidi ina manzila kubwa sana katika Uislamu wa mtu. Kisha wa indaha waqa'atil adawa, wa indaha waqa'atil adawa, na wengine wasema nambe, wengine wasema nambe, indaha nambe,
ninasema na mbele, ndio tumefahamu sana hivi sisi. Na mbele ya jambo hili waqa'atil adawatu, ndio kulipatikana na ukatokea uadui kupitia huu ushirikina huu au kupitia hili jambo la shirki, kuabudiwa asiyekuwa Allah au kuabudiwa Allah kisha akachanganywa katika hiyo ibada asiyekuwa Allah, kulipatikana adawa, uadui. Waliajliha shuri'a al-jihad kama qala ta'ala, na kwa ajili ya jambo hilo pakae kwa sheria ya jihad. Sheria ya jihad ikaja sasa baada ya kuwa watu wana inadi, hawataki kuacha mila walizokuwa nazo ajdad, mila za mababu. Abu zetu sisi walikuwa hivi, sisi hatuache hii mila ayeyote kaina mankana pote atakavyokuwa, kama qala ta'ala, kama alivyosema Allah mtukufu, waqatiluhum, na wapigeni vita wao hao, hatta la takuna fitnatun, mpaka usiwe katika hii ardhi na fitna yote, usiwe na hii ardhi ndani yake fitna yote. Na fitna bimaana shirku, fitnatun ay shirkun, waqatiluhum hatta la takuna fitnatun ay shirkun, maksudi yake wa yakuna dinu kulluhu lillah, na iwe dini yote ni kwa ajili ya nani? Allah. Ndio kutokea bayani katika hii aya wa ushirikina, atakayefanya ushirikina hayupo katika dini ya usawa au hayupo katika dini ya Allah. Imana kuwa aksi ushirikina ni ikhlas, na ikhlas ni katika nguzo kubwa sana katika Uislamu na ibada za watu. Athania ay almas'alatu athaniya, mas'ala ya pili, annahum mutafarriquna fi dinihi, walikuwa wao wenye kufarikiana katika dini yao, wametengana tengana, yani ndio kufarikiana. Kuna tofauti baina ya ikhtilaf na iftiraq, kama ilivyokuwa tutafutiana nyingi. Kama qala ta'ala, kama alivyosema Allah mtukufu, kullu hizbin bima ladayhim farihun, kila kundi bima ladayhim, kwa wale waliokuwa nayo, farihun, nafurahikia nayo. Kuna kundi ambalo laponda msimamo wake? Hakuna. Ikiwa watu tu hawezi, mtu akaanza kusema bwana mimi baba yangu yuko hivi, yuko vile yule bwana yule mtu hawezi. Je, itikadi kadhalika ni hivyo. Wakadhalika fi dunyahu, na kadhalika sio katika dini tu, hizo itikadi zao walikuwa sio kama zimegawanyika na kufarikiana katika dini, la, mpaka katika dunia yao. Wa fi dunyahu, kadhalika katika dunia yao. Wa yarauna dhalika huwa as-sawab, na walikuwa wakiliona hilo kuwa ndio sawa, yani kwamba mwenye nguvu akamdhulumu mnyonge, au maslaki yao yakawa yapo juu wakawadhulumu waliokuwa maslaki yao yapo chini. Faata bil ijma'i, sasa mtume alipokuja yeye akaleta watu kwenye kuwafungamanisha, kuweka kitu kimoja, ijma', kuwa na maafikiano watu fi dini, katika dini, biqaulihi, kauli yake. Alipokuja Allah akaja akamshushia mtume, maana sheria alikuja nayo mtume, lakini mtume atoka kwa nani? Kwa Allah. Ndio maana Sheikh yasema hapa kuwa akaleta ijma'i mtume, lakini atoa kauli ya nani? Ya Allah. Ndio maana kuwa mtume alikuja, lakini yale ambayo anakuja nayo yeye yatoka kwa Allah. Allah anasema shar'a lakum min ad-din ma wassa bihi Nuha walladhi awhayna ilayk wama wassayna bihi Ibrahima wa Musa wa Isa aqimu ad-din wa la tafarraqu fihi. Allah anasema shar'a lakum min ad-din, amekuwekeeni sheria katika dini, amekuwekeeni sheria katika dini, ma, sheria ambayo wassa bihi Nuha, alimuhusia au akamwekea sheria, kwa sheria hiyo mtume wake Nuh alayhi salam.
walladhi auhaina ilayk, na yale ambayo tumekufungulia wahai sisi wewe Muhammad. Walladhi auhaina ilayk, na yale ambayo tumekufungulia wahai wewe Muhammad. Wama wasaina bihi Ibrahima wa Musa wa Isa, na hatukuhusia bihi, wama wasaina bihi Ibrahima wa Musa wa Isa, na hatukuhusia wao kwenye hiyo dini au kwenye hiyo sheria Ibrahim na Musa na Isa alayhi salam, isipokuwa an aqimu ad-din, wa isimamishe kisawa sawa dini. Wala tatafarraqu fihi, na wala wasifariqiane katika hiyo dini, وقال تعالى نسمع الله متكوف إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، hakika ya wale ambao wamefarikiana katika dini yao wameigawagawa, kisha istoshe wakawa wao ni makundi, wakanu shia, wakawa wao ni vikundi, lasta minhum, wewe Muhammad wewe si katika wao. fi shay'in, katika jambo lolote. Wanahana an mushabahatihim biqawlihi, na akatukataza Allah kutokamana kujifananisha na wao wale aliposema wala takunu kalladhina tafarraqu, wala musiwe kama wale ambao wamefarikiana, wakhtalafu, na wakakhtilafiana, min ba'di ma ja'ahumul bayinat, baada ya kuwajia wao ubainifu. Uwazi umeshajia, lakini bado wao wakatofautiana. Wanahana an tafarruq fi dunya, na kadhalika sio katika dini tu, akatukataza Allah kufarikiana katika dunia pia. Wa'tasimu bihablillahi jami'a, wale aliposema Allah washikamaneni na kamba ya Allah jami'an, yote au kwa ujumla wenu. Wala tafarraqu, wala msifarikiane. Ali Imran. Yakfi. Tutakuja kuendelea athalitha, ay al-mas'alatu athalitha. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi.